Hello, karibu katika channel ya Shaban Tech Swahili. Siku ya leo nitaenda kuelekeza namna gani ya kutumia Canva kwa ajili ya design ya posters, flyers na vitu mbalimbali. Sawa. Kwa hiyo video hii naanza kwa mtu ambaye ni beginners, kwa mtu ambaye hajawahi kabisa kuanza kutumia Canva, kwa mtu ambaye hataki kutumia Photoshop lakini anataka kutumia Canva, anataka kurahisisha maisha kwamba asitumie nguvu nyingi sana kudesign kwa kutumia Photoshop, basi aende moja kwa moja kwenye Canva ambayo design tayari zipo. Anachofanya ni kufanya some changes, some editing kwenye hizo posters au kama hizo ni files kama ni nini. Sawa. Kwa cha kufanya kwa mtu ambaye ni mara kwanza kabisa hujawahi kutumia Canva na hujawahi kuisikia Canva, basi hii video ni ya kwako. Cha kufanya ingia Google, kisha ingia Google, andika Canva. Ingia Canva, kisha ingia Canva, hii website ya kwanza hii ambayo ni www.canva.com. Utaklik kama hivyo. Kisha click kama hivyo, itakuletea option mbalimbali hapa. Itakuletea sign up, login, start designing. Sawa. Sasa cha kufanya, kwa sababu tayari una Google account ambayo umeingilia kutumia umesearch Canva tayari kwa sababu una Google account yako ambayo ni kama hii hapa. Kwa mfano kama mimi natumia huu, sawa. Kwa hiyo utachofanya wewe utaenda kwenye sehemu ya start designing. Alafu baada ya hapo itakwambia continue with Google, continue with Facebook, continue with email. Wewe cha kufanya tumia continue with Google ambao utatumia Google account kwa ajili ya kwa sababu mara nyingi lazima uwe na Google account. Kwa hiyo utatumia hii hapa. Utakuja kama account zako ulizonazo, then uta click hapa. Uta click hapo. Kisha click hapo utaisubiria ita loads. Baada ya hapo uta click continue. Uta click continue, utaisubiria ita loads. Hapo sasa itakuruhusu kwenda kufungua kwenye ile dashboard ya nini ya Canva. Sawa. Ili baada ya kusubiria ita loads, itakwambia what will be using Canva for. Unaweza kusema labda for personal, unaona. Unaweza uka skip, unaona. Unaweza kuwa na skip ya hapo na hapo ndio inakuwa kwenye ile main dashboard ya design kwa kutumia nini Canva. Baada hapo sasa itakuja kama hivi. Kisha skip zote zile. Okay. Now you are welcome kwenye Canva sasa. Kwa hii ndo sehemu ambayo unaweza ukadesign vitu mbalimbali. Kwa leo mimi nataka nikuelekeze namna ya kufanya designing maybe ya posters, ya poster. Sawa? Hapo kuna posters unahitaji kudesign, labda ya posters ya wedding, sawa? Au poster ya tangazo fulani, labda inahusu labda kuuza magari au kufanya nini. Let's say nataka ni search labda wedding posters. Unachofanya utaenda sehemu ya search templates hapa. Sawa? Utasearch templates hapa. Utasearch labda template unataka template gani? Template ni nini? Template ni mfano wa design ambayo imeshatengenezwa, inakuja ambayo itakuruhusu Canva, itakuruhusu ile design uweze kuiedit na kuitengeneza unavyotaka wewe, lakini tayari ishatengenezwa. Unachofanya wewe ni kuedit na kutengeneza unavyotaka wewe. Kama una vitu unataka utoe, uongeze, ufanye namna gani, ufanye changes, hizo ndo templates. Sasa kwa mfano mimi nataka nifanye design. Kwa mfano kama mtu labda kaniambia, bwana nataka unitengenezee nataka unitengenezee posters ya kuna harusi, nataka unitengenezee posters. Kwa mfano labda sijui kutumia Photoshop, ndio nitaenda kwenye Canva yangu, nita search labda wedding, nitaandika tab wedding posters, nitaandika hapo wedding posters, then nita search. Sawa, zitakuja kama hivi. Sawa, zitakuja kama hivi. Hizi hapa, unaona, zitakuja kama hizi hapa, zitakuja hapa. Kwa mfano mimi nimeipenda hii hapa, hii hapa. Nitaklik kama hivyo. Nimependa kama hii hapa, then kuna zingine pia zitakuwa zinakuja huku chini. Unaona zitakuwa zinakuja huku chini. Lakini kwa mfano nimependa hii hapa, nataka niitumie mimi hii. Sasa cha kufanya ili uweze kuedit ile templates, utaklik sehemu ya customize this template, utaklik hapo. Ukisha kliki
itakupeleka sasa kwenye peji nyingine ambayo utaweza kuedit hiyo nini, hiyo template yako au hiyo wedding what poster. Sawa, utasubiria kama hivyo. Subiri kama hivyo na roads. Lakini pia let's say kwa mfano wewe unataka pia kuweka baadhi ya picha zako kwenye Canva, kwa sababu kwa mfano unataka ubadilishe, uitoe picha uweke picha ya watu wengine ambao wamekutumia kwamba bwana, sisi naomba utengeneze tangazo. Utaweza namna gani utaweza kufanya uweze kuziweka zile picha za wale watu uziweke kwenye Canva, then baada ya hapo uweze kuzitoa hizi zilizopo hapa, then uweke za kwako. Nitakuelekeza, hamna shida. Sawa. Kwa for today nitaelekeza tu namna gani ya kuedit tu na content. Sawa. Lakini next tutorial nitakuelekeza namna gani ya kuimport, kama kuna logo unataka import, kama kuna picha unataka import, kama kuna kitu chochote unataka, kama kuna video ambayo unataka import huku kwenye kwenye Canva, it's okay. Sawa. Kwa baada hapo mimi itakuja kama hivi. Sasa unaona kabisa hapa niki kasa ikiwa inatembea hapa, kama kuna nani fulani inakuwa inatokea hapa. Kwa mfano sasa nataka nibadilishe hili jina hapa. Nataka nibadilishe hapa hili jina. Hapa hii nita double click. Unaona, uta double click kwenye hilo jina ili nafuta. Unataka maneno gani yawepo hapo badala ya yale? Katika labda Amuru and Jabir. Mwende Jabir. Sawa. Labda lakini pia nikaona maandishi mbona ni madogo, mwenye ni yakuza. Unaenda tu hapa. Sawa. Kuna yakuza, unavuta hivi kumwishoni ya una resize kama hivi. Sawa. Lakini pia ukasema haya maandishi ya chini sitaki yaonekane, nataka niyatoe kabisa. Unachotaka kufanya, ukisha click tu hapo kwenye hayo maneno, itakuja option kama hizi hapo. Utaenda sehemu ya hii imeandikwa delete. Ukisha click delete yatatoka. Sawa. Kitu kingine unataka hapa kuedit na maneno ya huku chini au unataka uedit. Sawa. Vile vile utafanya, uta double click, utasema labda nataka nibadilishe maneno, labda andika save the date. Save the date. Sawa. Una click. Tayari hapa nimebadilisha, japokuwa mwandiko sio mzuri. Kwa mfano mimi labda huu mwandiko sijaupenda huku chini. Sawa. Nitaenda hapa juu kwenye miandiko hapo kwenye fonts. Nita click. Sawa. Zitakuja fonts nyingi mbalimbali. Sawa. Zitakuja fonts mbalimbali, miandiko itakuja kama hivi. Kwa sababu nimependa huu mwandiko huu, nitachukua huu. Sawa. Nita click kwenye mwandiko, labda nimeupenda huu. Nitasubiri ubi applied. Kwenye nini? Kwenye maandishi yangu. Sawa. Wewe hii ni mtandao tunakuta, labda mtandao wako upo slow, that is unaweza kuta inachelewa kama hivyo. Sawa. Let's say niende hapa kwenye this the seasons. Labda ni click huo corporates, tunasubiria kama na response. Remind you that unatakiwa online mtandao wako kidogo uwe vizuri. Kwa kama mtandao unasumbua au mtandao ukiwa slow, ndo hata kuapply baadhi ya vitu inakuwa changamoto. Kwa unaona, kwa kama hivyo nimeclick hapo kwenye alimo, nimekubali. Unaona imebadilika hapa, save the date. Kwa natakiwa mtandao wako vizuri, lakini pia nikiclick hapa kwenye Montserrat, unaweza kuona inavyochukua muda, lakini click tu hapo inakubali. Kwa the internet should be fast speed. Then baada hapo naweza hapa sasa naweza nikaona kidogo mambo kidogo nimechange, some changes nimefanya. Sawa. Lakini pia unaweza uka add wewe mwenyewe some text. Ukiangalia huku kushoto
utaona kuna sehemu ya designing, kuna sehemu ya elements, kuna text, kuna brands, kuna uploads, kuna tools. Sasa next time nitakuja niwaelekeze hizi matumizi ya kila moja hapo kwenye nini, kwenye Canva. Sawa. Kwa hapa mpaka hapa utakuwa umeweza kubadilisha baadhi ya nini, baadhi ya vitu kwenye ile nini, kwenye ile picha yako. Sawa. Sasa nataka nikuelekeze namna ya kuexport. Nimekwambia kwa mfano unataka utoe hii picha. Sawa. Unataka uitoe hii picha uweke nyingine, hii picha au ili utoe uweke ya kwako, ambayo wale watu ambao wamekwambia watengeneze nini, design. Kwanza unaweza ukaifuta kwanza. Nimekwambia ukisha click kitu kama hivyo zinatokea option kama hizi. Uta-click sehemu ya delete. Sawa? Uta-click sehemu ya delete. Sorry. Sasa hii picha ni background. Hii sio picha imebe inserted. Hii picha ni background. Maana yake imechukua picha afu maneno yakawekwa kwa juu. Sawa? Imewekwa kama background. Sawa? Kwa sasa ukienda hapa background remover itakwambia kwamba hii ni pro, maana yake ni mpaka ulipie. Sisi tutaki kulipia hizo. Kwa mfano hapo nimefuta yote, si ndio? Labda control Z nirudi. Sawa? Sasa hapa nimekuonyesha tu baadhi ya jinsi ya kufanya design. Turudi huku mwanzoni, tutarudi huku. Let's say labda nataka design nyingine labda ya selling posters. Sawa? Nataka posters ambazo zinahusiana na nini? Na kuuza magari. Unaona kama haya posters ziko nyingi. Kwa unachagua moja hapo wewe, hii hapa kwa mfano. Sasa na remind you, unatakiwa makini. Ukiona ikina alama kama hiki, manake hiyo ni pro, manake ni mpaka ulipie ndio ifanye nini, ndio uweze kuedit. Sawa? Hizi zote ni mpaka ulipie ndio ufanye nini, ndio uweze kuedit. Lakini kuna zingine kama hizi ambazo hazina hizi alama, haina haja ya kulipia. Sawa? Kwa muda mwingine zinakuhitaji ulipie, lakini kulipia kwenyewe ni kwamba unajiunga tu kwenye hii, utaenda hapa try pro for free, utachagua plan kwamba maana yake utalipia kwa mnanili gani. Naona utalipia then baada hapo utaweza kutumia, lakini kwa matumizi tu ya kawaida naona tu haina haja wewe kulipia, labda kama unafanya kazi ambazo wewe mwenyewe pia unapata kipato kwa kufanya design, unaweza kulipia ili ukawa unapata design ambazo ni nzuri zaidi. Lakini kwa mtu ambaye unaanza kujifunza, it's better usilipie, fanya tu hizi ambazo ni free, unamaliza. Sawa? Kwa hiyo ni kama hivyo. Kwa mfano labda nimependa hii, nita-click tena vile vile. Nitaenda sehemu ya customize template. Sawa? Then baada hapo itarudi kama hivyo. Itatokea option kama zile zinatokea kwenye hii hapa. Sawa? Naweza pia nikedit na yenyewe, naweza haya maneno nikaja nikayatoa. Naweza nikatoa hii gari. Naweza nikatoa haya maneno na haya na haya. Unaona? Lakini ni nzuri kwa mtu ambaye hapendi kutumia Photoshop. Sawa? Inamrahisishia yeye. Baada ya kutumia muda mrefu kujifunza Photoshop, anaweza tu akaja hapa akajifunza na akadesign vitu vizuri. Na anaweza akafanya tu kazi nzuri. Sawa? Kwa next tutorial nitakuja kufundisha namna gani ya kuexport design ambayo umeifanya, lakini pia nitakufundisha namna gani ya kuupload namna ya kuweka picha zako kwenye design. Kwa mfano una picha zako unataka uziweke sasa kwenye design, hutaki picha za hapo. Sawa? Una picha, una logo na nini unataka uziweke. Sawa? Nitakuelekeza next tutorial. Sawa? Nitakueleza namna ya kuexport pia. Kwa mfano hii labda design umeshamaliza kuedit, unataka sasa uexport ili utumie yule mtu ambaye unamtengenezea au mwenyewe utumie kwenye social medias. Sawa? Nitakuelekeza next time. Kwa nadhani hapo kidogo umepata mwanga namna gani Canva inaweza kusaidia kufanya nini. Kwa hiyo unakuja tu na search hapa. Una search hapa.
unatafuta poster gani, kama ni poster, kama ni flyers, kama ni nini, kama ni YouTube thumbnails. Pia nitaelekeza nini maana ya YouTube thumbnails, tutorials zingine ambazo zinaenda kufuata. Kwa hiyo huu ni mwanzo tu wa nini, wa Canva. Stay updated. Kama una swali unaweza comments, kama kuna kitu kingine unaweza comments, then nikakujibu. Asante sana na karibu katika channel ya Shaban Tech Kiswahili. Usisahau kusubscribe